serikali iliposhindwa kufanya maamuzi ya kusimamia mifumo ya ujenzi, pale ndipo tuliporuhusu neno uswahili katika nchi zetu. Uswahili kwa sababu gani? Tunavyokuwa na nyumba zilizorundikana katika mpangilio ambao haueleweki. Hii ni kwa sababu serikali haisimamii katika kutoa sheria kali dhidi ya wanaojenga, na mipango miji hawajasimama katika kuhakikisha wanasimama kwenye upande wa kusema bwana, tunataka tutengeneze mji utakaokuwa na mfumo wa aina hii na hii na hii. Mambo vipi? Watazamaji wetu, kama kawaida, hii ni Street Tour bwana. Na mimi ni Profesa kama kawaida. Hii ni summertime. Tuko kwenye vibe la summer times bana. Leo kipindi kitaruka live kabisa kutokea mtaani kwangu. Tutapiga story 2-3, tutazungumza mengi, tutadodosana ule ukweli ambao watu wengi huwa hawafahamu. Kuna ukweli fulani ambao umefichwa na watu wengi kuhusu habari za hapa au kwenye haya mataifa ya hawa wakoloni. Mimi huwa napenda kuwaita wakoloni. Sasa leo tutagusia vitu kadhaa. Tutaanza katika upande wa nyumba, gharama za maisha, taratibu za upangaji, unataka kufanya nini, procedures zipi za kufuata. Lakini pia tutazungumzia kwenye masuala ya gari taka. Hizi gari zetu ambazo kibongo tu gari la taka na nje ni taka tayari. Kwa hiyo tutaligusia na lenyewe. Lakini pia tutazungumzia swala la tatu la kufungia show. Litakuwa ni kwenye upande wa namna watu tunavyokomunicate na majirani zetu. Utofauti uko wapi kati ya nyumbani na hapa. Kwa hiyo show itakuwa live bwana. Hii ni Street Tour live kutokea nyumbani. Usikae mbali. Okay, kama nilivyokuambia awali, tutaanza bwana show yetu katika upande wa kugusia kwa sababu Tanzania wengi ambao wanatamani kuja. Nitazungumzia especially wa Tanzania wenzangu ambao mnataka kuja katika taifa la Canada kuja kutembea. Wengine mna ndoto za kuja kuishi katika taifa hili. Mimi nipende kuambia tu karibuni sana wa Tanzania wenzangu. Tuzidi kushikamana, tuzidi kupendana, tuzidi kupeana ule ukweli ambao asilimia kubwa watu wengi wanadanganywa. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mmoja wapo katika watu waliodanganywa katika kupewa story za maisha ya hapa Canada, ni nini cha kufanya ukiwa Canada, kule maisha yako vipi, nyumba gharama zake ziko vipi. Nilikuwa ni kitisho sana. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa kitisho sana. Sasa mimi leo nitakuletea ule uhalisia wenyewe kabisa kutokea jikoni. Kwa sababu wanasema wanaopiga kelele sana hawajakaa jikoni. Sasa mimi nakupa live kabisa zile za moto kutokea kitchen kabisa kuhusu namna ya kupata nyumba Canada, taratibu gani za kufanya, nini kinachotakiwa na utaratibu wa malipo uko vipi, na ikitokea changamoto zile za kibongo bana, mwenye nyumba bana, mimi sasa hivi kidogo mwezi huu sielewi mambo yangu yaeleweki, tunazungumza vipi, tunawasilisha vipi hilo swala kupitia utaratibu gani. Tukianza na gharama za nyumba. Kwa mfano tukija katika ile eneo la Metro Town au Metropolis, bwana, hili ni eneo katika kipande hiki cha Vancouver. Ni moja katika miji mikubwa sana katika ile eneo la hapa Vancouver Metropolis. Lakini ndani ya Metropolis kuna mji unaitwa Burnaby. Unaona bana, katika Burnaby kuna kitongoji, yani tuseme hapa nilipo mimi ni kitongoji, nyumba namba fulani. Umeelewa bana? Kwa hiyo hii ni Burnaby, ni mtaa wangu huu hapa. Kwa hiyo nikizungumzia katika ile eneo, watu wengi mmekuwa mkijiuliza bwana, nikifika kwa mfano Vancouver, eneo la Metropolis pale, gharama za maisha pale katikati ya ule mji, nyumba ambazo ziko kidogo nje ya mji ule, gharama zinakuwa vipi? Nikwambie kitu kimoja, inategemea unahitaji mahitaji ya kitu gani. Umeona bana, kuna nyumba za huko tunaita studio. Unaona bana, nyumba za kibachelor studio, ambapo unakuta inakuwa na choo, inakuwa na jiko pamoja na chumba kama chumba. Hiyo pesa yake bana hata sio ya kutisha. Inaweza kawa pia hiko chini kulingana na mtu ambaye anaishi hapo Dar es Salaam, maeneo ya Sinza, Kijitonyama au Changanyikeni. Nyumba zinaanzia kuanzia kiasi cha Kitanzania tu kuanzia 800,000,
milioni 1,200,000, milioni 1,500,000, milioni 2, unapanga nyumba bila shida kabisa katika eneo hili hapa la hapa Canada bwana, na hii ni Burnaby Bay. Lakini utofauti ni nini? Utofauti wa nyumba za huku, haulipi kwa mfumo wa miezi 3 ama miezi 6. Huku tunalipa kodi ya nyumba kila mwisho wa mwezi. Kwa hiyo inategemea, kama nilivyosema, kuna wenye mahitaji ya apartment, gharama zake ni tofauti. Hata nchini kwetu tunajua gharama za apartment huwa ni tofauti na nyumba za kupanga za mtaani. Kwa mfano, ukihitaji nyumba labda yenye vyumba viwili, yenye vyumba vitatu, inategemea sasa. Nyumba nyingi huku unakuta either zinakuwa zina floor mbili, floor ya kwanza, ya pili, ya tatu kuna basement. Sasa inategemea, haijalishi unakaa basement, haijalishi unakaa middle ya katikati, haijalishi unakaa wapi, lakini as long as unaishi kwenye unit moja, gharama za nyumba zinategemea. Kwa mfano, mahitaji ya vyumba viwili kwa hapa Burnaby Bay unapata kuanzia $1,500 mpaka $1,900. Mwisho sana ni $2,000 kwa nyumba yenye vyumba viwili, ambapo ndani ya hiyo nyumba unapata vilivyomo ndani ya nyumba hiyo sasa ya $1,800 mpaka $1,200, ambapo ni sana vyumba viwili, ambapo ndani panakuwa na choo ambacho kimejitosheleza kwenye kila kitu. Choo kizuri cha kukaa, unapata sehemu nzuri ya kuogea safi clean, unapata kabati zuri kwa ajili ya kuhifadhia mataulo na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia kwenye upande wa sebule, wanakuwa wamedesign sebule imeunganika pamoja na mfumo wa jikoni. Kwenye jiko unakuta kabisa wamesha kuwekea friji kubwa kwa ajili ya uhifadhi wa vyakula, sehemu ya jiko la umeme lenye stove, zile majiko ya umeme yenye plate 4. Unakuta umetengenezewa kabati kwa ajili ya kuhifadhi vyombo, sijui vikorokoro, vyote vinavyohusiana na masuala ya jikoni. Kuna sehemu special kwa ajili ya kuhifadhi vyakula vikavu, michele, maharage na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo wewe unavyohamia kwenye hizi nyumba, unachokifanya wewe unalipia ile gharama husika uliotajiwa, lakini kuna vitu unakuta tayari vimo ndani ya nyumba. Unakuta tayari kuna wifi ipo kabisa, ambayo wakati unachukua mkataba au katika maelekezo wakati wanavyopangisha nyumba, wanakueleza kabisa hii nyumba itakuwa na wifi ndani, hii nyumba itakuwa na sheria 1, 2, 3, 4, 5, hii nyumba haturuhusu mtu anayetumia sigara, hii nyumba haturuhusu mtu anayevuta vape, chochote kile kinachohusiana na kuvuta. Kwa kila nyumba inakuwa ina sheria, inakuwa ina rules zake, unaona bana. Lakini tukija katika upande wa nje, unakuta ni nyumba ambayo either kama ni ipo kwenye mazingira ambayo parking ni changamoto au maeneo ya nje ni changamoto, unakuwa umetengeneza tu kasehemu kadogo kwa ajili ya kukaa tu nje. Unaweza ukatengeneza mazingira yako ya barbecue na vitu kama hivyo. Lakini kwenye hiyo nyumba ambayo wewe ni shilingi 1,800, unaweza kaenda mtaa mwingine ukakuta hiyo nyumba nje kuna garden imetengenezwa vizuri. Kwa hiyo inategemea kulingana na nyumba iko sehemu gani. Kwa kipande hiki cha Burnaby Bay, gharama nyingi za maisha hapa, nyumba especially kuanzia vyumba viwili ni $1,800 mpaka $2,000, in which mtu ukiwa na michakato yako na kazi yako ya uhakika ni hela ambayo inalipika vizuri kabisa. Mtu una uwezo kupanga nyumba katika taifa hili. Tukija katika masuala ya tumesema tumegusia pia katika upande wa masuala ya takataka. Huku taratibu za takataka zipo ni very simple. Huku hatutupi takataka kama tunavyotupa nyumbani. Utaratibu wa takataka huku kidogo uko tofauti. Mfano, nitakupa mfano ulio hai. Hii hapa hili ni kopo la kinywaji, lakini material yake hii sio chupa ya glasi, wala ni kama material fulani kama karatasi, lakini ngumu. Unaona package yake ilivyokaa. Hii katika utupaji wa takataka unakuta kuna sehemu tofauti. Hapa kuna sehemu ya kutupa karatasi kama karatasi, hapa kuna sehemu ya kutupa chupa za kupasuka kama kupasuka, hapa ni sehemu ya kutupa mifuko pamoja na vitu vya plastiki. Sesheni hii ni ya kumwaga vyakula kama vyakula, usichanganye na chochote kile. Vyakula vinaenda vyenyewe kama venyewe. Kuna eneo special kwa ajili ya chupa tu hizi zote. Kuna sehemu special kwa ajili ya maboksi, kama kuna takataka zote zile ambazo ni maboksi au na vitu vikavu, ina section yake. Kwa hiyo na endapo ikitokea ukachanganya vitu vya plastiki kwenye upande wa vitu vya chakula, sehemu za takataka za chakula, city hawana wa eneo hili hawanaga muda wa kupoteza. Ni mwendo wa faini
Either wanaweza kukusaidia wakakutumia notice ya kukuonya kwa mara ya kwanza, ukirudia tena kwa mara nyingine, kwa sababu kila takataka wanazokusanya iko ni namna wao, tutakuja kugusia kwenye kipindi kinachofuata, iko namna wao wanajua walivyo set up hii mifumo yao ya ubebaji wa takataka, kwa sababu huku hata gari zinazobeba takataka hauhitaji kuwa na mtu wa kupakia, na hata kama ikihitaji mtu wa kupakia takataka wanaweza kukuta ni mtu mmoja kwenye gari moja. Lakini magari mengi ya takataka katika eneo hili hapa, especially hii Burnaby Bay na miji mingine ya Vancouver na jirani, magari ya takataka yanajioperate kutumia mfumo wa robotics. Hata haya madudu ya kuwekea takataka yametengenezwa special, ambapo lile robot linapokuja, yule mwenye gari akija anavopaki, lile limkono linatoka moja kwa moja linaenda kupakua, linaenda kushika lile dude special kwa ajili ya takataka, linakaba na kumwaga kwenye sehemu ya bin ya kwenye gari. Kwa hiyo kuna mifumo ambayo wameitengeneza. Kwa hiyo mtu wa takataka hawahitaji kuwa watu wawili au watu watatu, mtu mmoja tu, na mfumo wa gari ulivyotengenezwa. Kwa hiyo kwenye upande wa takataka unaweza kuona kuna kila aina ya uchafu ina mazingira yake, na hata uhifadhi wa eneo la takataka linakuwa ni eneo ambalo limejitosheleza katika upande wa kusema hili ni eneo la takataka. Kwa hiyo katika mambo yote hayo, gharama zote za masuala ya takataka, kwa taratibu za eneo hili, takataka huku tunachangia kama kibongo, hakuna ambacho tumekikwepa. Bongo tunalipa hela ya takataka ni shilingi 2,000 mpaka 3,000, lakini hapa kidogo tumekuwa ni tofauti. Kila baada ya miezi mitatu mwenye nyumba ana haki ya kupatia mkataba, sio wenye nyumba wote, lakini baadhi ya wenye nyumba. Kila baada ya miezi mitatu unalipia kiasi cha $100, ambapo kibongo tunazungumzia ni zaidi ya $200,000 na kitu bila shaka. Kwa hiyo hizo ni gharama za kutupa takataka. Lakini tukimalizia kwenye upande wa nyumba, kingine ambacho nimekipenda katika hili taifa, wenye nyumba wengi wanachokifanya, wanapambana kuweka nyumba zao katika mfumo utakaomshawishi mteja. Hata kama akikwambia nyumba ni $1,500, $1,800, $2,000, $2,500, inakuwa ni ngumu wewe kama mteja kudoubt. Kwa sababu gani? Wanahakikisha ndani ya nyumba wamekuwekea vitu vyote ambavyo unavihitaji wewe ambaye utakuja kuishi ndani ya nyumba hiyo, kama nilivyogusia hapo awali. Sasa unakuta kibongo mtu amepata kahela kake ka pensheni, anataka kwenda kuwekeza kwenye nyumba za kupanga, wakati huko katika plani zako au mtaji ulionao haukukutosheleza kufanya kitu cha maana kwenye upande wa estate. Watu wanafanya estate, especially Tanzania, kwa mazoea. Kuna namna fulani serikali iliposhindwa kufanya maamuzi ya kusimamia mifumo ya ujenzi, pale ndipo tuliporuhusu neno uswahili katika nchi zetu. Uswahili kwa sababu gani? Tunavyokuwa na nyumba zilizorundikana katika mpangilio ambao haueleweki. Hii ni kwa sababu serikali haisimamii katika kutoa sheria kali dhidi ya wanaojenga, na mipango miji hawajasimama katika kuhakikisha wanasimama kwenye upande wa kusema bwana, tunataka tutengeneze mji utakaokuwa na mfumo wa aina hii na hii na hii. Hapata kuwa na uhitaji wa watu kufanya kazi kwenye kusafisha mitaa zaidi, tutatumia mfumo maalum, au kama kupatakuwa na magari maalum kwa ajili ya kubebea takataka, tutakuwa na mji ambao tutatengeneza mitaro ili maji yaweze kuflow vizuri, ili kuepuka changamoto za mituamisho ya maji machafu katikati ya makazi. Lazima watu wa mamlaka wahusike katika kuhakikisha, kwa mfano kama kwenye hizo barabara za wenzetu huko, unaweza kupita katikati ya barabara unakutana na mifuniko kibao. Unajiuliza hii mifuniko ni nini? Mipipe kibao, mabomba kibao katikati ya miji. Mifumo ya maji, tusituamishe maji. Mimi tokea nimefika kwenye hili taifa, sikumbuki ni siku gani niliwahi kuona maji yametuama yanatoa harufu. Sijawahi kuona tokea nimefika kwenye hili taifa heti mtaa wa pili au kwa jirani yangu anavuta choo. Sijawahi kuona kitu kama hicho. Ni kwa sababu gani? Ni elimu ndogo sana. Ukishakuwa na nchi yenye watu wenye uzalendo, ukishakuwa na nchi yenye watu wanaopenda vitu vizuri, watu wenye uzalendo wa kutaka mambo mazuri, na serikali na watu wasiokuwa na ubaguzi na ubinafsi,
kila kitu huwa kinakuwa ni chepesi. Unajua ni kwa sababu gani katika mataifa haya ni ngumu sana kumjua maskini au kumjua tajiri ni upi? Ni kwa sababu mfumo wa maisha umetengenezwa, japokuwa sio sawa, lakini umejaribu kutengenezewa mfumo wa kusogelea kuwa sawa na kila mtu. Leo hii kwenye haya mataifa tunaishi na watu ambao aidha hatujui kwenye maisha yao binafsi ni watu wa aina gani, ni matajiri sio matajiri. Unaishi na watu ambao unajiuliza, hivi ingekuwa nipo katika nchi yangu, sidhani kama ningekuwa ninaweza kuishi katika maeneo haya. Kwa sababu huko ambapo sisi kwetu ndo kama Manzese zetu au Magomeni ndio Masaki zetu katika mataifa yetu ya Kiafrika. Ni huruma. Miundombinu imetengenezwa katika strategic nzuri. Mitaa imepangwa, barabara za kutokea zinaeleweka, nyumba zina address, kila nyumba ina namba, barabara zimekaa vizuri. TARURA, mamlaka husika kwenye taifa langu, na kutolea tu kama mfano, city wenzenu huku barabara inakufuata mpaka unapotokea kwenye mlango wako wa nyumba ni barabara ya lami. Yaani wewe unataka kujenga nyumba yako, city wanachokuambia hakuna shida, tumepokea proposal kwamba unataka kujenga, tuambie, tupe location na mazingira, tupe ramani ya jengo lako litakavyokuwa. Ukitendo cha kuwapa ramani, wao wanachokufanyia ni kwenda kukutangulizia miundombinu ya barabara ili uweze kupata urahisi wa kufanya hicho unachotamani kukifanya, iwe ni ujenzi, iwe ni kiwanda, iwe ni chochote. Miji iliyoendelea itazidi kuendelea kwa sababu watu wanafanya vitu kwa matokeo ya miaka 100. Japokuwa hujui kama utafikia miaka 100, lakini wenzetu hawa waliishi kwa tathmini ya miaka 100. Ndio maana leo tunakuja kwenye mataifa tunaenjoy, tunasema kila kitu ni kizuri, kila ukiangalia huku mazingira ni mazuri, kila kitu kinavutia. Haikuwa kirahisi namna hiyo. Kuna watu walisacrifice maisha yao ili sisi tuje tuishi kwenye mataifa kama hivi tunavyoishi sasa hivi. Mifumo ya nyumba ni watu walikaa chini wakaunda mfumo. Kwa nini huku bili zote kila mwezi? Usimrundikie mtu utitiri kibongobongo nyumba mpaka mnakasirika. Mtu anakulipa hela miezi 6, alafu baada ya hapo kishalipa hela miezi 6 kwa wakati mmoja, ndani ya mwezi mmoja ile imeisha. Unaweza kumuona kama ulimpangisha anakaa bure kwenye nyumba yako. Ni tatizo. Tungekuwa na mfumo na sisi wa bili za kila mwezi, mimi nadhani nchi yetu ingekuwa na mabadiliko makubwa sana. Ama swala kulipana mwisho wa mwezi, kila kitu mwisho kila kitu sijui bana tu, sijui kodi ya nyumba miezi 6, sijui mwaka, sijui na nini. Kuna uhuru fulani ambao watu wamepewa kwenye maisha kiasi kwamba imekuwa ni kipengele. Watu wamekuwa ni wavivu. Lakini kwenye mataifa unafikiria, natakuwa nilipe kodi 1800 kila mwezi, natakuwa nilipe gharama za simu so chini ya $60 mpaka $70, nategemea na mtandao unaotumia ni Tigo au Voda. Huko na kwenye kuna Tigo na Voda za huku pia tunazo. Hapo hujalipia gharama za wifi, hujalipia gesi, hapo ni dola za kutosha. Watu wanafanya kazi usiku na mchana. Watu zile kazi ambazo watu wanavujishughulisha, nchi inatengeneza mapato kupitia watu. Watu wanavyofanya kazi, nchi inapambana kurudisha vile vitu kwa jamii. Ndio kama hivi tunaona mitaani kwetu huku hakuna nzi, hakuna kerokero, sijui kuna sehemu kuna takataka zimerundikwa. Kila mtu ana kazi yake. Kuna watu special kwa ajili ya kuja kuprune tu miti huku mitaani. Yaani mtu ni kazi yake kuja kuprune tu miti. Kuna mtu mwingine kwa ajili ni kuja kusafisha tu mitaro. Ndio mwingine huyu anapita asubuhi kwa ajili ya kuchukua takataka. Yaani unaamka asubuhi mtaani msafi. Kila mtu anafanya jukumu lake. Ni kwa sababu kila kazi kwenye hili taifa ni ajira. Yaani hata mtu anakuja kufagia mlangoni kwako, umjui yeye anachokifanya, anafanya jukumu lake. Anajua jioni ikifika na hesabu masaa yangu niliyofanya kazi, nitalipwa hela yangu. Kila mtu anashughulika, kila mtu anazalisha. Haya mataifa yanachaji kuwa mataifa makubwa. Tunachaji kukimbilia kwenye mataifa haya. Leo unapanga nyumba kibongobongo, inakubidi hiyo nyumba tena wewe uliyepanga uanze tena kurepea nyumba. Yaani wewe ni mpangaji, unaanza na kurepea tena nyumba ya mwenye nyumba. Lakini kwa wenzetu huku ni tofauti. Kila kitu kimetengenezwa katika mfumo ambao tutakutengenezea kitu kulingana na mahitaji yako. Tutakachokifanya sisi, tunakupa package. Bwana, package yetu ni $900.
hii nyumba dola ni dola 2000. Ili eneo ukitaka kununua hii nyumba ni bwana ni dola milioni 1. Gharama zake hizi hapa. Kila nyumba unayopanga kwenye mataifa unakuta iko full furnish. Ni nyumba chache sana ambazo unakuta ndani hazina furniture. Lakini asilimia kubwa ya nyumba hizi huku unahamia na nguo zako na vyakula vyako. Je, sisi kama nchi zetu za Kiafrika wapi tunapokwama? Lini tutakuja kuwa na maisha? Sababu kibongo gari la taka na lenyewe, yani gari la takataka na lenyewe ni takataka. Kwa hiyo niwaambie msisahau kusubscribe na kulike bwana, bila kusahau kucomment kwenye YouTube page zetu. Kwa kifupi kwenye platform zetu zote, ikiwa ni Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, zamani X ambayo zamani ilikuwa bana kiitwa Twitter bana. Kwa hiyo tupo kwenye kila upande. Soon tunakuja na mengi, usikae mbali.